Jamii nyingi za Afrika zilikuwa na shughuli mbalimbali hata kabla ya ujio wa elimu rasmi ya darasani. Kuna watu walikuwa wanafanya shughuli za ufugaji, kuna watu walikuwa wanafanya shughuli za ufinyanzi, kuna watu walikuwa wanafanya shughuli za uchongaji na kuna watu walikuwa wanafanya shughuli za ususi. Leo nimekutana na msusi na anafanya shughuli zake hapa. Nitatamani atuambie anaitwa nani. Baba, karibu. Asante sana ndugu, sijitaita ni mtangazaji nini kwa sababu naeleweka ninachokizungumza. Ndio. Basi inatosha. Mimi bwana, kwa jina naitwa Mzee Abbas Mohamed Rupia. Kabila ni Mfipa upande wa baba. Mama ni Mdigo kutoka Tanga. Ndio. Asante. Nataka nifahamu huu ujuzi wa kusuka wewe umeupata wapi? Huu ujuzi nilifundishwa na mzee mmoja wa Kimakonde anaitwa Lukanga, alitoka Msumbiji. Lukanga kutoka Msumbiji. Na namna ya mpaka akanifundisha hii kazi ni baada ya ugumu wa maisha wa hapo zamani. Mwaka gani huo? Mwaka 1981. 81. Basi nilikuwa ndio nasoma shuleni huko na malizia. Basi baba mzazi alitoka Tanga akarudi kwao Sumbawanga kwenda kusalimia ndugu zake. Alipofika huko Sumbawanga, basi ndugu zake kwa kuwa ametoka pwani, wakaona huyu amekuja na uchawi wa pwani, ngoja tumtesti. Baada ya kumtesti mzee kikampiga kitu akakaa chini. Baba yako wewe? Akaumwa kwa muda mrefu sana. Baada ya hapo sasa sisi tumekaa Tanga kumsubiri mzee, tunasoma maisha magumu, shuleni ada ngumu, mama hawezi kazi yoyote. Basi yule mzee Lukanga akaanza kuona huruma, maisha yetu magumu. Bwana, basi hebu njoo nikufundishe hii kazi. Nikufundishe kazi ya kusuka. Hapa kuna somo ambalo nafikiri mtu analipata. Yani unapoona kwamba changamoto za kupata ajira ni nyingi, inabidi kwanza utafute ujuzi. Upate ujuzi ambao unaweza kukufanya wewe utengeneze kitu ambacho kinaweza kikaingia katika soko. Nataka utuambie hapa katika shughuli zako hizi za ususi unasuka vitu gani na vitu gani? Mimi nasuka vitu vingi. Kwanza ni majamvi, pili vikapu, tatu. Na natamani niweze kufahamu changamoto gani unakumbana nazo kwenye kazi yako? Changamoto hizi ni nyingi, alafu nyingine ni za kutisha. Kwa sababu ya kwanza, ukilinganisha na ulemavu wangu huu wa muda wa kupooza mguu na mkono. Mguu na mkono umepooza. Sasa vitu hivi vinapatikana porini. Na kule porini unakokwenda, mti huu mara nyingi huwa haukai nyoka kwa sababu wenyewe ni dawa. Sasa wakati wa kutaka kuufikia unakutana na miti mingine pembeni. Sasa changamoto kubwa, unakutana na nyoka mle wakubwa kwenye unapoenda kufikia huu mti. Na kukimbia huwezi, mguu umepooza. Pamoja na mkono. Sasa unajikuta unataharuki pale. Kwa hiyo kule kutaharuki, kushtuka, unajikuta huwezi kutembea. Kwa pale wakati huo ushaingia msitu ule kwa kufikiri kwamba Mungu naye yupo ananiona na ananisaidia. Basi unatulia na kumwangalia, kwa sababu kukimbia uwezi, moyo umesha. Baadaye unaona nyoka anakuzuka taratibu, yule anakwenda zake. Basi unakwenda unakata, unarudi. Sasa nyingine unaweza kushtuliwa aidha na madudu yaliyokaa porini. Kukimbia uwezi, basi unabaki kunasimama unaangalia, basi siku yako labda ya kufa unaona imekwisha. Kumbe hamna kitu, ni uwezo wa Mungu. Unafika pale kitu kinakimbia, unatoka taratibu na mzigo wako. Changamoto kubwa nyingine, utaweza ukakata huu mzigo mji mwingine. Unaweza ukasimama barabarani, aidha ukalala njiani, na unapokwenda ni kilomita 5 au 6. Na kutembea kwa miguu siwezi. Bodaboda haiwezi kukuchukua. Gari nakwambia utatia abiria watu uchafu. Basi unakaa na mzigo wako pale mpaka atatokea mtu mwenye kujua huruma, ndio akusaidie. Akusaidie.
Hiyo ni changamoto nyingine. Changamoto nyingine ni ya manunuzi. Mtu kwa kuwa anaona labda ananunua kifaa cha kiasili cha kizamani hakina mpango wote, basi ukimuuzia shilingi 5,000 anakwambia nipe 2,000. Kama utaki basi. Anaona hakina faida, kimepitwa na wakati. Kimepitwa na wakati. Lakini hajui kumbe mbele yake unachomuuzia ni dawa itakwenda kumsaidia. Hapo kwenye dawa hapo, maana siku hizi watu wengi ni wagonjwa. Yaani unaniambiaje kwamba mimi nikivaa kofia kama hii au nikalalia mkeka kama ule kwamba navyotumia hiki kifaa ni tiba? Swali lako ni zuri sana, wengi hawajui. Mfano hiyo kofia. Wazazi wetu wa zamani walikuwa wakenda mashambani wana nguvu zote. Amevaa hiyo kukinga jua. Na mara nyingi wanakuwa wamenyoa vipara. Na wengine wana vipara vya asili. Sasa lile jasho linapovuta mvuke wa joto laini, anaagua mpaka ubongo wake kuweza kuwa sensi vizuri. Na kutokuchoka vizuri. Anapata uwezo wa kufikiria kwa kina. Ndiyo. Kwa sababu vinyweleo vyote wakati wa jasho vile vinagusana na hiyo dawa. Na kuna watu siku hizi wanatumia mikeka ambayo imetengenezwa na plastiki ile ya Kichina. Ndiyo. Lakini wewe naona hapa unatengeneza mkeka ambao ni wa asili. Unaweza kutuambia faida ya kutumia mkeka huu wa asili ukilinganisha na ule wa plastiki? Naweza nikakupa faida, tena ni nzuri sana, na hata mimi nitajikosoa. Faida ya kwanza anayokupa, kwanza mkeka huu wa asili hautakiwi kuwekwa rangi. Haupaswi kuwekwa? Haupaswi kuwekwa rangi. Na ndio maana vitu vyangu na wauzia wazungu wananieleza live kabisa, hatutaki rangi katika vitu vyako. Kwa sababu rangi inapoteza udawa wa huu mdude. Dawa inapotea unapopaka rangi. Dawa inapotea unapopaka rangi. Na ndio maana sasa mimi ukakuta naweza nikatengeneza huu na rangi kidogo, huu hauna kabisa. Maana yake na watega wanunuzi mbalimbali kama sisi Waswahili ambao hatujui tunakimbilia rangi, basi tutazikuta pale rangi zipo, lakini rangi si nyingi kwa sababu wanunuzi wa Kiswahili kwanza si wengi. Wengi wamebobea kwenye mikeka ya asili ya plastiki. Lakini na hii madhara yake ni kujitengenezea stroke mapema. Stroke mapema. Kwa sababu unapolalia plastiki pale palipogandwa na ile plastiki panazuia mzunguko wa damu vizuri, sababu hii ni nailoni. Nailoni ni asili ya sumu. Lakini unapolalia huu mlala ambao ni dawa, damu inapata njia nzuri ya kutembea ndani ya mwili mpaka unapoamka unakuwa na nguvu. Hata wazazi wetu zamani wanalima, wanapawa, kubeba mizigo wanapawa. Ni kwamba damu hasina uwezo wa kujibloko ovyo ovyo kuliko mikeka ile ya plastiki. Nilichokielewa ni kwamba mtu ambaye anatumia bidhaa za asili kama hizi au kama utalala kwa kutumia mkeka wa asili, maana yake utafanya mzunguko wa damu katika mwili wako uwe ni thabiti zaidi. Sawa. Na mzee hapa anafanya hizi kazi za mikono, lakini ana changamoto pia. Ana mguu na mkono amesema umepata stroke. Umpata stroke. Vimepooza viungo. Vimepooza. Yaani tuseme mguu na mkono umepooza. Natamani niwaambie kwamba unawezekana ukawa una changamoto za kiafya, lakini bado unaweza ukafanya kazi za kujitafutia riziki. Nafikiri sisi wote tuna wajibu wa kumuunga mkono baba yetu hapa katika biashara yake, kwa sababu pamoja na changamoto zake za kiafya hajakubali kukaa ndani, anatoka anakwenda kupambana. Nitaweka namba za mzee hapo na nitaweka bidhaa ambazo zitakuwa zinapatikana kwa yeyote ambaye atakuwa anahitaji kupata bidhaa hizi. Mimi nitamsaidia, hata kama ukitaka uniagize nikuletee hizo bidhaa, mimi nitaifanya hiyo kazi. Tukienda kwenye kumaliza, mzee wangu, jambo moja ambalo unatamani Watanzania waweze kukusaidia, hata mawili. Jambo ninaloona Watanzania wenzangu wanaweza kunisaidia, cha kwanza ni kunipatia eneo thabiti ambalo la kudumu nisisumbuliwe, kwa sababu kama hapa unaona usumbufu unakuja, mvua ikinyesha siwezi kukimbia, siwezi kuondoa vitu vyangu hapa haraka haraka, vinaroana, ndio vinakuwa kama vile vyekundu vilivyoharibika hapo. Okay. Sasa hii ni changamoto, nimekizuka kitu kwa tabu,
alafu inatokea mvua ya ghafla inaharibu kazi yangu, na mimi ninakimbia kujisevu. Kama unavyoona hapa, sema kujisevu iko karibuni hatua 100 juu ya gorofa kule ambako siwezi kupanda, ambako mguu kuna shida. Sasa ili nilazimu niombe msaada wa mwamvuli, nikanunua mwamvuli, mvua ikinyesha. Kama hapa nilipo, niko hapa na ufungua na tulia. Unafunga, okay. Lakini vitu vinaloana. Hilo nalo pia ni jambo linahitajika nipate sehemu ambayo ni nzuri. Mwenye kuona nafaa kusaidiwa nisaidiwe. Kwa sababu katika msaada wa kubebwa, mbebe mtu anayebebeka. Mbebe mtu anayebebeka. Na mzee hapa tayari anabebeka, na kazi anaifanya. Ninao uhitaji wa kubebeka. Kwa sababu siombi mtu hela ya ugali hapa. Siombi mtu hela kununua suruali. Ninachoomba waje wanunue bidhaa zangu. Sasa kama bidhaa zimeruana zishaharibika, watanunua nini? Nitamuomba tena nani wa kunisaidia? Sasa hapo watakiwa watu wenye uwezo, wenye fikra timamu yakinifu, walifikiria hilo, kwamba nafaa kusaidiwa vipi. Ima iwe ni fedha, nijiandae mwenyewe, kwa sababu tukinipa fedha naweza, kwa sababu sikupewa fedha nimeweza. Ukinipa fedha si nitatoboa zaidi na kutoboa. Yes, utafanya vizuri zaidi. Basi mwenye kuona fedha, toe fedha, mimi nitafurahi. Sababu akili itapanuka vizuri. Itapanuka vizuri. Inaweza nikafikiri ni wapi ninunue sehemu, nikae sehemu nzuri, bidhaa zangu ziwe ndani ya banda. Sasa pale nifanye uzalisho wa kina mpaka Watanzania wenzangu waje wafurahi, na si kwamba nitengeneze vitu wanunue wazungu tu kubichi, hapana. Napenda nikae barabarani, Makonde, Msukuma, Mdigo, Mnyamwezi, bidhaa zangu wanunue. Kwa sababu za Mtanzania mwenzao. Ndio. Na wasiofu zaidi ule mavu ulikuwa nao ni wa muda tu, kwa sababu unatibika. Na mpaka sasa niko ndani ya tiba, nitakaa sawa. Umeenda hospitali? Hii ni matibabu ya kienyeji, kwa sababu ni vitu vibaya. Huwezi kupigwa nyundo ndani ya gari ukasema uende hospitali. Huwezi kupigwa nyundo ndani ya gari afu ukatibiwa hospitali. Ukatibiwa hospitali. Hiyo ni njia nyingine ya kushoto. Manake ni upande wa giza sasa. Upande wa giza, kwa sababu nimepigwa nyundo ndani ya gari nikiwa narusha gari reverse. Okay, ulikuwa dereva? Nilikuwa dereva. Okay. Na hao wenyewe watakaosikia hiyo wanajua ni nini, labda yawezekana ni wenyewe nini, lakini ni mambo ya kimiujiza zaidi. Mpaka nimekaa chini. Samaki ana mengi ya kuzungumza, lakini mdomo wake una maji. Leo tulikuwa na mzee. Kwa mtu ambaye anaelewa zaidi ya maneno, atakuwa ameelewa mzee amepitia kwenye wakati gani na namna gani tunaweza tukamsaidia. Mimi nafikiri hii hadithi inapaswa kuwafikia watu wengi, na watu wengi waweze kumsaidia mzee kwa hali na mali. Kumsaidia sio kumpa fedha, hata kununua bidhaa zake utakuwa umemsaidia. Asante sana mzee wangu. Asante sana ndugu. Asante sana. Bwana karibu mheshimiwa. Asante.